Naam, karibu tena mtazamaji katika sehemu hii ya pili baada ya kukueletea kwa njia moja kwa moja uzinduzi wa sura mpya gazeti la The Standard. Mtazamaji, hebu sasa nikupeleke upande wa pili hapa katika makao makuu ya The Standard Group ambako mwanahabari mwenzangu Lofty Matambo ana mengi ya kutuelezea kilichojiri pamoja na kutufanyia mahojiano ya wawili watatu hivi. Kaka Lofty, nadhani unanipata vyema kabisa. Na Manzu na kupata kwa njia barabara. Bado tuko katika ukumbi huu makao makuu ya shirika la The Standard ambapo kumekuwa na uzinduzi huo wa gazeti sura mpya gazeti la The Standard, tukiwa na mgeni mwalikwa mkuu ambaye ni waziri katika Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia Bwana Joe Musheru. Lakini baada hapo ndo funga kazi hapa niko na mhariri ambaye ni mhariri katika chumba cha habari cha ukusanyaji habari na vile vile katika mradi huu wa sura mpya ya The Standard ni mmoja wale wasimamizi, meneja wasimamizi wa mradi huu Bwana Kizito na Mlanda ambaye atakuwa anatupasha mengi zaidi. Na asante sana Kizito kwa muda wako. Kwa zaidi ya miaka 119 haswa tangu gazeti la kwanza kabisa kuanzishwa hapa nchini Kenya, gazeti la The Standard, mmesema kwamba hamtaondoke japo kuna mitandao inakuja, udijitali umekuja. Ni kitu gani kipya mmeweka ili kwamba muwe katika na ule upinzani na ukinzani wa kutoondoka katika ulingo huu wa habari? Asante sana ndugu Lofty. Kama ulivyosema ni kweli, hatuondoki, tuko hapa. Ambacho tumefanya ni kujiumbua tu kama kampuni, tumeweza kujiumbua kuleta sura mpya katika mawanda yote ya chumba chetu cha habari. Na kama unavyojua tumekamilisha kujenga chumba cha habari ambacho ni cha kimataifa, ambacho ni chumba ambacho ni kipya kabisa. Na tumesema kwamba si chumba tu cha habari, kuna mambo mapya ambayo yatatoka katika chumba hicho cha habari. Na cha kwanza kutoka humo ni ili gazeti mpya la Standard ambalo tumezindua leo. Ni sura mpya gazeti la Standard ambayo kwa kweli vile ulivyoona inapendeza sana, kwa sababu lazima tuende na wakati. Tulianza miaka zaidi ya 100 ulivyosema, na hadi sasa tunazidi kunawiri kwa sababu tunazidi kujiumbua na kuwa wapya zaidi kama gazeti. Na kesho ndo siku ya ndovu kumla mwanayo, kwamba tutapata gazeti lile jipya kabisa. Ndani kunani? Je, ni rangi? Je, ni mapambo? Kuna vitu vyote ulivyosema Lofty vimo, na ningependa kusema kwamba usichelewe kuchukua gazeti lako la Standard uweze kupata. Kuna habari kemkem, kuna taarifa kuu ambayo itakuwa mle ndani. Sitaki kukuambia sasa, usome kesho. Kutakuwa na sura mpya, picha nzuri zaidi, kurasa ambazo zimetengezwa kwa njia ambayo inapendeza macho zaidi. Hata gazeti lenyewe linavyoonekana, rangi itakuwa nzuri zaidi, kila kitu. Lakini cha muhimu zaidi ni kwamba taarifa ambazo zitakuwa kwenye gazeti hilo zitakuwa ni taarifa ambazo ni komavu, taarifa ambazo zimefanywa uchunguzi, utafiti, taarifa ambazo zinaweza kupiga hatua, kusaidia jamii kuweza kupiga hatua, wala si taarifa za umbea tu kama tunavyoona siku hizi. Namshukuru sana Bwana Kizito kwa muda wako. Kiduchu tu, lakini umesema mengi ni hapo kesho. Nashukuru sana. Kwa nini tuandike na mate na wino uko nao wewe? Basi ushasema. Asante. Haya, itakuwa ni hapo kesho. Kwa hivyo Manzu, kwa sababu ya muda nitaregesha kwako, lakini cha msingi ni kwamba zito kabisa itakuwa ni kwamba kuna ule uanifu kati ya gazeti kile ambalo ni la kugusa na kusoma kwenye karatasi na mitandao yote dijitali. www.standardmedia.co.ke unapata uhondo wote ulio kwenye gazeti na kwenye mitandao. Manzu, asante sana Ise, na ni mambo ambayo Wakenya bila shaka watayasubiri kwa hamu, isipokuwa cha msingi tu tutaimarisha taarifa zenyewe. Sio sura tu, bali taarifa zitakuwa zenye ubora wa aina yake. Tuko kwenye jumba jipya, mambo mapya, hivyo basi tunakwenda na wakati ambao tulionao. Ndio mwanzo tu wa mabadiliko katika kampuni hii ya Standard Group, na mimi kama Alimanzu mwanahabari hapa na kuahidi Aise, kuna mengi mazuri yanakuja pole tu. Mtazamaji, sasa wacha tuendelee na taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia, maana lazima tukuandalie taarifa kukuarifu na kile ambacho kinachojiri. Wanachama wa kamati ya bunge kuhusu utekelezaji wamekanusha vikali madai ya kampuni ya kutengeneza vileo ya London Distillers kwamba walipokea hongo ya nyumba ili kushinikiza kampuni hiyo ifungwe. Wabunge hao wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Moitalel Olekenta sasa wanaitaka kampuni hiyo kutoa ushahidi wa kutosha kwamba kampuni ya Edaman Properties Limited ilijaribu kuingilia uchunguzi wao kuhusu madai ya uchafuzi wa mto Athi. Madai hayo, mtazamaji, yalitolewa mwaka 2018 na kampuni ya Edaman ambayo imejenga nyumba za makazi karibu na kiwanda cha kampuni hiyo. It was actually confirmed that London Distillers
had not only polluted the area and affected the residents of an estate that was built by EPL but bought by Kenyans, it was confirmed that the Athi River, all the way from where the factory is, all the way to the coast, has been contaminated by what the effluents from the said factory, and that it had affected not only the people using the water but also the livestock. So that one was confirmed. And the committee resolved, and it was adopted by Parliament, that LDK, among other things, must remedy the situation. The issue of pollution is real. LDK has been draining affluent into the river, and the people downstream up to the Indian Ocean have suffered. We have had cases of miscarriage by women around that area and cancer cases. And this committee has been patient to all the parties. One, LDK, which has employed a number of Kenyans there. Two, Edaman Property, which is hosting around 10,000 households there in Athi River. So we tried to listen to them. We have tried to receive representation from them until in December, when we ordered that we must bring closure to this matter. Mtazamaji, Kenya imezindua kiwanda cha kuunda zana za kivita ambacho ujenzi wake uligharimu shilingi bilioni 4. Uzinduzi wa kiwanda hicho umeongozwa na Rais Uhuru Kenyatta katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rais Kenyatta amesema kuwa kiwanda hicho tayari kimetengeneza silaha ndogo 12,000. Aliandamana na mkuu wa majeshi Robert Kiboshi na waziri Fred Matiang'i miongoni mwa wakuu wengine serikalini. Over there. Yeah? Okay. Your Excellency, I'm excited about this, and I thank God that I'm a Kenyan today. Under your leadership, we are going far. This will give us capacity to take us to a new level, and I think for the life of all of us, we will say goodbye to those people who stress us, loitering around, trying to sell us guns. And the time we save by acquiring them here and organizing ourselves and protecting our country. The project that we are commissioning breaks the mold by setting the stage for the progressive domestic manufacture of the security equipment used by our nation. Not only will this support our national security requirements, but it will also aid in national economic and technological advancement by creating local industrial capacity that can be scaled up to various other uses. This, ladies and gentlemen, is a game changer. Na mwanaharakati Edwin Kiama ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 baada ya kuzuiliwa na polisi kwa siku 2 mfululizo kwa madai ya kutumia vibaya mitandao ya kijamii pale alipochapisha picha yenye ilani kumhusu Rais Uhuru Kenyatta ambayo ilisambazwa katika mitandao ya kijamii. Hakimu mkazi wa mahakama ya Milimani Jane Kamau alikuwa ameamuru mwanaharakati huyo azuiliwe katika kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi, akisubiri uamuzi kuhusu ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana. Baada ya kuachiliwa, ametakiwa kuripoti kwa afisi ya upelelezi kila siku katika kipindi cha siku 10 zijazo.
2021 ulikuwa mbele ya mahakama. Just for information, we definitely know. So as you said, elephant in peace. I think that's enough. Mbona unatuambia upendi mlinzi kufanya ila kitu? Hii sweta ni yake. Na polisi katika sehemu ya Ngong wanachunguza mauaji ya mfanyabiashara ama mfanyikazi kumradhi wa shirika la habari hapa nchini KBC Betty Barasa ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wanaoaminika kuwa majambazi usiku wa kuamkia leo akiwa nyumbani kwake. Kwa mujibu wa mkuu wa upelelezi katika eneo hilo Joseph Chesimet, Barasa ambaye alikuwa akifanya kazi kama mhariri wa video alipigwa risasi baada ya kurejea nyumbani kutoka kazini. Wavamizi hao kisha walichukua kipakatalishi alichokuwa nacho pamoja na simu mbili. Mmewe pamoja na watoto waliokuwa nyumbani wakati wa kisa hicho walinusurika katika uvamizi huo. Before apark gari vizuri, gari isimame vizuri, tufunge gate, tulikuwa na mtoto mdogo, the last born boy. Alikuwa on the other side of the gate, mimi niko on the other side of the gate. So gari before park, gari park vizuri, naingia tu hivi na watu wanatokea. Watu wakatokea, mmoja alikonga na gun, mmoja akakuja pale niko, mimi nika scream, akanipointia gun nika scream, Betty akatani hivi akaona na scream, yeye pia aka scream, huyo mwingine ameshamfikia hapo hivyo na gun. Alafu huyo mwingine mwenye alinikuwa amenipointia gun, akanipointia hivyo gun hadi ndani ya nyumba, akaniacha kitchen. Sasa venye aliniacha kitchen, akaenda hivi side za pale place baba yana alikuwa. Then they said, no, we need money. I told them I don't have money. They said, now what can you give us? I don't know what you want to take, but spare our lives. Kindly spare our lives. And then they saw the bag for the laptop. They said, is that money? I said, no, that is a laptop bag. And he just asked documents. And what is the laptop? I said, it is on the table. I was working on my reports for board meeting next week, Tuesday. So they emptied the bag, the laptop bag, all the documents. They said they will not take the documents, by the way. Even my wallet they returned because there was only ATM and my ID. Then, of course, he was doing that with the left hand while putting the weapon on my neck. He loaded it in the back, he picked the charger, then he pulled me again to the main entrance door. He told me to lift my left hand. I lifted. He picked the ring. That's the time I had 2 bullets. And then the gentleman said, "Na nimemaliza." And then they pulled me to the kitchen and pushed me back. They said, if you scream, we shall come and finish the whole family. Yesterday around 7:30, tulisikia siren ikilia. Hiyo siren ikilia, tuliamuka na kukimbia towards the place of siren. Unfortunately, tukifika kwa Betty, nyumba yake, tukakuta she has been shot and she is lying down in blood. Naam, tunawapa pole familia ya aliyekuwa mhariri huyo wa video ambaye alifariki hapo jana. Kwingineko mtazamaji, baraza la vyombo vya habari nchini MCK linapania kutoa mafunzo kwa wanahabari kote nchini kuhusu jinsi ya kuripoti kura ya maoni kuhusu BBI na vile uchaguzi mkuu ujao. Haya ni kwa mujibu wa afisa anayesimamia mafunzo katika baraza hilo Victor Bwire, ambaye amewataka wanahabari nchini kuchangamkia mafunzo hayo na kuyatumia vyema katika kazi yao ya kuwapasha Wakenya habari. Kadhalika amewarai wanahabari kote nchini kujitokeza na kupewa chanjo dhidi ya virusi vya korona. Wanahabari kutoka kaunti ya Busia wametaja mafunzo hayo na chanjo hiyo kama yenye umuhimu mkubwa katika kazi yao. Vyombo vya habari limepanga katika mwezi huu wa 4 wa 5 kuwa na ile massive training na waandishi wa habari katika referendum reporting na waandishi
mpaka wa Busia, Bungoma, Vihiga na wapi watafaidika. Kwa hivyo mkuwe tayari, mkiitwa muatende haya mafunzo, na ile skills mtapata katika ile trainings muweze kutumia kufanya kazi yenu vizuri na professional. Utakuwa na ile mashindano. Kuna wale upande unaweza huenda tukawa na ule upande wa kupinga, na kuna ule upande wa kuweza kuunga mkono ile kura ya maamuzi. Sasa kila mtu mwanahabari akishajua kazi yake, majukumu yake ni wapi na wapi, ili itaweza kuepukana na ile swala ama hali ambayo mwanahabari anajipata matatani pasina kujua ni nini anatakana kuripoti wakati huo. Ni vyema tupate mafunzo kama wanahabari, ili itakapofika wakati wa referendum ama kampeni, tusiwe wale wanahabari wa kuegemea mirengo. Unapata kwamba wanahabari fulani wameegemea mrengo fulani, mwanasiasa fulani pengine amaalika ama mawaita kwenda kufanya story, mmekataa kwa sababu ako katika mrengo usiokuwa wenu. Sasa mafunzo haya tunaona itakuwa manufaa sana kwa wanahabari na itatufaidi pakubwa. Kumbuka pia mapema hilo asubuhi, kufuatia kifo cha mhariri wa video kule KBC, baraza hilo la wanahabari liliweza kutoa risala zake za rambirambi likitaja kushtushwa na mauaji ambayo yaliweza kutendeka usiku wa kuamkia leo ya Betty Barasa. Kwingineko, viongozi katika kaunti ya Kakamega wamethibitisha kufariki kwa watu 6 katika kijiji kimoja eneo bunge la Shinyalu katika kipindi cha miezi 4 hivi kutokana na ugonjwa ambao kufikia sasa haujaeleweka. Afisa msimamizi wa afya katika kaunti ya Kakamega, Daktari Collins Matemba, maafisa wa afya tayari wamezuru wadi za Shina na Ihuha ya Kusini ili kuthibitisha. Kwa upande wao, wanakijiji wanadai kwamba waathiriwa wote walikunywa chang'aa iliyokuwa imeibiwa kutoka kwa boma moja. Kufika asubuhi hii mkono imeanza kufura. Sasa nilijaribu sana kufuatilia kwa matibabu. Hiyo ugonjwa ilianza kafura mpaka ikafika hii hapa hivi. Naona maneno ya uchafu ikuwa hapa kwa area ya Shina. Watu wanakufa sana. Unachunguza watu wanakufa kwa nini? Unapata uchunguzi, watu wanakunywa pombe ya mwenyewe anachukua hiyo pombe, analeta mtu, analoka watu, ndio watu wanakufa. Actual number of people who have died, wale ambao wamekufa hiyo area, na kulingana na ile presentation of the symptoms similar, ni watu 6, sio watu 8, na watu 5 ni kutoka Malimili village na mmoja ni kutoka Wabulonji village. So ni watu 6 pekee, si watu 8. Na wale ambao wako wagonjwa saizi, wale ambao walikuwa nasema ati 22 critically sick, pia hiyo si ukweli. Wale ambao ni wagonjwa saizi ni watu 5. Na kwa wao watu 5, 4 wako na similar symptoms. Presentation is same. Huyu mmoja ni mgonjwa lakini sio same presentation. Na mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Kumbuka saa 1 kamili tutakuwa na taarifa kuu siku hii ya leo kwenye KTN leo, lakini kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha Zilizala Viwanjani, tukiangazia matokeo na michezo mbalimbali katika viwanja mbalimbali Kenya na hata ulimwengu. Endelea kuwa nasi. Asante.